Be. Vingi unashonea shilingi ngapi? Ni 1500. Kunifumua ukaniosha na kunisuka jumla shilingi ngapi? Ni 50 jumla. Fanya faster basi na mimi nihudumie. Aya, nipo na malizia. Aya sana. Aya. Shukrani, tunaanza vizuri. Siwaze jamani, kuwa na amani basi. Kazi yangu naiamini. Ndio maana nimekuja hapa. Okay, sawa. Tena imekuwa vizuri zaidi rafiki yangu. Ni siku nyingi hatuonani. Hivi ni kwa nini Janeti umemnyima haki zake za msingi? Nakuuliza. Haki gani? Umri wa Janeti alionao ilitakiwa awe shule. Lakini sasa hivi mtoto umeshamruhusu kujiungamanisha na magurupu yasiyo sahihi. Mimi najua kuna kitu ambacho wewe na kuna kitu ambacho mwenyewe binadamu. Kitu gani hicho? Yule ni mtoto wangu. Na Janeti hayupo kwenye magrupu. Ila Janeti yupo kwenye shirika. Na mtu aliyempeleka alikuja mpaka nyumbani. Sasa nashangaa unaponiambia kwamba yupo kwenye magrupu. Yaani sikuelewi, usijui unamaanisha nini? Kwa hiyo kwa nini haya mashirika yamekuja yamemlenga Janeti peke yake wakati watu wenye uhitaji ni wengi tu? Sasa unataka waje kwako au na wewe una uhitaji labda niwaambie waje? Maana sikuelewi. Jamani, wewe ni rafiki yangu, ninakupenda. Hivi nimekuja kutengenezwa hapa au nimekuja kuojiwa? Jamani, sio hivyo. Alafu isitoshe, hebu ngoja nikwambie kitu ambacho ujue. Mwanangu ni Neema tu imekuja kachukuliwa. Lakini sio kama unaniambia eti yupo kwenye magrupu. Hayo magrupu gani ambayo umeona kabisa ameingia? Alafu unaniambia kwamba nimemnyima haki za msingi. Nimemnyima haki za msingi zipi ambayo sijatekeleza kwa mwanangu, labda uniambie. Kama wewe mama bora. Hapa hatuko kwa ajili ya ugomvi. Mimi nilikuwa nakwambia tu. Wewe angalia, unaona? Huyo mtoto ndio taifa la kesho tunamtegemea, unaona? Sasa wewe umekatili ndoto zake. Pengine huyo ndio angekuja kuwa rais wa kuliongoza taifa letu. Pengine hata mwanajeshi akalinda nchi yetu. Lakini wewe umebezi na mambo ya... Ngoja nikuulize swali. Janeti alipokuwa yuko nyumbani, mbona sikukuwahi kukuona unakuja unamwambia labda kwa hapa nimepata labda kahela kadogo nimpeleke shule. Kwa hiyo sasa hivi imeonekana kwa sababu amepata msaada, sasa hivi imeonekana kama mimi namnyima haki za msingi, si ndio? Au unamaanisha nini hasa? Alafu labda kwa maisha gani ndio nao mpaka mwanangu aende shule? Wewe kama ukusoma, si unaendelea na biashara? Basi naye ataishi kama mama yake. Na sio kama elimu ndio inaweza kumfanya mtu akawa na maisha mazuri. Hapana. Ni akili. Ataishi kama mama yake kama nilivyo. Sawa. Mwanzoni mimi sikulielewa hili. Nikajua kwamba hauelewi chochote na ndio maana nikakufikishia taarifa kwa kuwa unaelewa. Basi, haina shida. Haya. Unakuja kunivuruga. Ya Mungu mengi. Karibu dada, kuhudumia. Bila samani dada. Nimeona mnajibizana vibaya na dada aliyetoka mahali. Nini kuna shida gani? Wewe acha tu rafiki yangu. Huyu mdada ana mtoto wake ni mdogo tu, umri wa kwenda shule. Lakini mtoto yani anamiliki pesa nyingi kweli, yani kuzidi hata watu wazima. Na kazi anayoifanya hata hatuijui. Yani hapa mitaani imeshakuwa gumzo huyo mtoto. Yani hata hatuelewi. Si hivyo tu basi tu. Na hapa ndio nilikuwa namuelewesha mama yake angalau mtoto amweke kwenye misingi iliyo bora, lakini ndio hivyo. Na yule jamaa wetu wa Geita yule. Ameniambia, amenipigia simu muda mrefu, ameniambia kwamba yupo anakuja. Kwa hiyo nadhani nenda pale maeneo ya Narvin kwenye eneo letu pale. Umlete moja kwa moja hadi ofisini.
nadhani fanya hivyo, alafu waiwai nikupe maelekezo, maana nitaka nitoke kusoma, unaelewa? Kuhusu ile safari yangu. Basi niombe ufanye haraka. Asante. Naam, karibu. Asante. Karibu ndugu yangu. Kwema, karibu. Asante. Safi, kwa safari. Asante. Mimi bosi nimekuletea mzigo. Ila kingine cha kufanya bosi. Mimi nitakufanya fanya harakati za njia za kupita. Njia ndio shida. Yeah. Ulikuwa unafikiria kwamba tumetumia njia gani? Njia za choto hata inaweza kuwa bora. Na tukipita njia za chocho tutumie usafiri gani, labda pikipiki au baiskeli? Pikipiki au baiskeli. Yeah. Kwa sababu inaweza ikawa nzuri, ila sasa mpaka nashinda hata kuelewa. Maana yani serikali ya Mama Samia sasa hivi yani imekuwa makini zaidi. Yaani imekuwa makini kiasi kwamba hawana mchezo. Sasa ngoja niangalie, naweza tuwasiliana zaidi. Poa. Na ni bei gani? Milioni 2. Milioni 2. Sawa, haina shida. Usije kutumia muda mrefu. Haina mama. Basi sawa. Haya poa. Nikutakie safari njema. Asante sana bosi. Janet, unajua nashawishika sana na utendakazi wako. Yaani nafurahi mno. Ila kama nilipokuwa nimeshakwambia natakiwa kusafiri na naomba nipo chini ya miguu yako. Sio, unanielewa? Angalia usije ukaingia ofisini mtu yoyote yule akiwa amekuangalia. Nadhani unaelewa kwamba tunakupana na serikali. Unalijua? Ndio. Yaani naomba uwe makini zaidi na zaidi. Mtu aina yoyote asikuone. Tuko pamoja? Mimi nahitaji kusafiri. Sawa. Nataka nikuachie majukumu ya ofisini. Wewe control kwa sasa. Ndio. Sawa. Alafu ulisema unataka kuongea na mimi. Ndio. Shida iko wapi? Nataka hela. Basi sawa, usijali. Nakutumia muda sio mrefu na matumizi moja kwa moja. Yaani maana nikitumia matumizi na kutumia moja kwa moja na mama. Sawa. Huu mzigo utaupeleka sehemu usika pale store. Asante boss. Karibu. Asante boss. Kwa safari. Asante, nashukuru sana. Karibu sana. Sasa boss, kama ulivyonielekeza, mzigo wako ndio. Uko vizuri? No. Vipi hali? Safi tu. Za huko tokako? Za huko nitokako? Ni nzuri sana bosi, lakini bosi, naona ipo siku tutakuja kufeli. Unajua kwa sababu gani? Kwa nimesema hivyo? Yaani kuna changamoto kubwa sana.
Ukizingatia sisi tunafanya hii biashara ni halali. Uko hapo? Naelewa hiyo. Lakini sasa uko barabarani, yani kila kona umepigisha kamera. Yani serikali ya mwaka huu. Hapana. Serikali ya Mama Samia hii iko makini sana eti. Sana. Sawa, nadhani nitashughulikia hilo swali. Nitashughulikia. Mzigo uliobaki unatakiwa kufika lini? Nipe siku boss kwanza nikajipange maana nina majukumu mengi sasa hivi. Naelewa hiyo. Kwa hiyo wiki ijayo nafikiri siku kama Jumatano utakuwa tayari boss. Usijali. Sawa, nakutumia sasa hivi. Sawa. Milioni 20. Nakuelewa. Nakutumia sasa hivi. Muda sio mrefu. Asante sana. Basi mtakie majukumu. Nimetisha mkali wangu. Asante. Haya. Haya. Janet. Nazielewa vizuri hizo taarifa. Sasa hapa ndio maana nakuwa nakwambia kwamba kuwa makini kila unapokuja kuingia huko ofisini. Sawa. Okay. Sina maneno mengi. Nadhani kwa leo tutaonana kesho eti. Onani kesho. Msalimie mama. Jitahidi kuwahi kesho. Na kesho kuna majukumu mazito sana ambayo tunatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo nikuache ukapumzike leo mapema. Basi sawa. Salimia mama. Sawa. Bye boss. Hapo. Bosi, shikamoo. Nzuri. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Umekuwa kimya, hatupeani ripoti. Hapana, majukumu tu. Kwa sana, kwa hiyo ripoti zikoje? Mambo ni mazuri, taarifa nazidi kuchukua. Hatutakwama kiufupi. Kuna kitu nakihisi unapokuja pale kijiweni, inawezekana kuna taarifa ambazo unazichukua, lakini pia nina mambo mengi nayafuatilia ninapokuwa niko pale, lakini sitaki kitu kimoja. Utakapofika pale sitaki mtu yote ajue. Unielewa? Ndio kiongozi. Lakini siri yetu na wewe, unajua jeshi la polisi tuna mambo mengi ya kufanya, lakini sitamani kuona jambo lolote hili linajulikana kwa haraka sana. Niko makini bosi. Sawa sawa. Ndio. Mimi niendelee kuwatakia majukumu mema. Sawa sawa. Kwa pamoja sana utakapopanga wewe niambie, niko pamoja na wewe. Asante bosi wangu. Shukrani. Asante sana. Safi kwema? Okay, uko mazingira gani? Okay, dakika 3 nakuja hapo, nafika. Haya poa. Nilikuwa hapa nyumbani.
Haya poa.